Kama umewahi kutumia Google Form na ukakutana na changamoto ya majibu hususani ya checkboxes kuonekana kwenye seli moja na yakiwa yametenganishwa na alama ya koma, basi tutorial hii ni kwa ajili yako. Leo tutakwenda kujifunza hatua kwa hatua namna ya kutengeneza column kwa haya majibu ambayo yametenganishwa na alama ya koma. Kwa hiyo kila jibu moja litakuwa kwenye kolamu yake. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, basi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification katika kila tutorial nitakayokuwa naitoa. Hii inayoonekana hapa ni majibu ambayo yametoka kwenye hii questionnaire yangu ya Google Form. Kwa hiyo nilipoifungua kwenye sheet hapa, naona haya majibu yangu ambayo yalikuwa yametoka kwenye checkboxes. Kwa kama ukiona nikigusa hii seli hapa, naweza kuyaona majibu haya hapa yakiwa yametenganishwa na alama ya koma. Na wakati huo, ili kufanya analysis inabidi kila jibu moja liwe kwenye kolamu yake. Kwa hiyo kufanya hivyo inabidi kwanza tuweze kuidownload hii sheet, tuidownload kwenye format ya Excel. Kumbuke sheet yako itakapokuwa imefunguka, kuna mambo yale ya awali ambayo huwa tunayafanya kwenye data cleaning. Fanya data cleaning, ukishamaliza kufanya data cleaning, data zako zikiwa safi tayari, ndio tunaweza kuendelea na hatua nyingine zinazofuata. Kwa hiyo kwa purpose tu ya kukuelekeza na kuja hapa moja kwa moja kwenye haya majibu, na hivi ndivyo yanavyoonekana kama nilipokuonesha hapo awali. Haya majibu yametenganishwa na hizi alama za koma. Wakati huo sisi tunahitaji kila jibu moja liwe linajitegemea. Kwa hiyo naanza kufanya data cleaning kwa upande wangu, kuondoa data ambazo pengine sizihitaji kwa wakati huu. Wewe utaona data ambazo utakuwa ulizihitaji kwa kipindi hicho, basi utazitoa. Mimi nitazitoa hizi data ambazo sizihitaji na nitabakisha data zile tu ambazo nazihitaji. Kwa hiyo tayari nimeshafanya data cleaning. Kitu ambacho nakifanya sasa kwa wakati huu ni kuhakikisha kwamba nazitenganisha. Kitu cha kwanza, una copy hizi data hapa. Ukishazikopi hizi, njoo ufungue sheet nyingine, na nitakwambia kwa nini nimekopi pale. Njoo ufungue sheet nyingine, alafu zipaste. Na hizi zilikuwa ni challenges. Kwa hiyo baada ya kufungua sheet nyingine na nikazikopi na kuzipaste huku, kitu cha kwanza uta highlight hizi data zote including hiyo heading. Yes, including heading tumeshazi highlight hizi data. Kwa hiyo baada ya ku highlight hizo data zetu zote, njoo hapa kwenye data. Baada ya hapo, njoo hapa tutengeneze table. Njoo hapa kwenye split column. Hapa utasema split by delimiter. Utabonyeza hii split by delimiter. Ukisha funguka, sisi tuchague hii hapa. Ukisha funguka hapa kuna each occurrence of delimiter. Uhakikisha kuwa umechagua hii hapa. Ndio. Na baada ya hapo utabonyeza tu hapa okay, sababu kila kitu hapa kiko tayari. Kwa hiyo baada ya hapa, kitu ambacho natakiwa kukifanya wewe ni kufunga tu hii, kufunga hii window, close window. Hapa nakwambia do you want to keep changes, sema keep. Hizo changes ambazo zimeshafanyika zibaki, usizifute. Kwa hiyo tutaifungua tena hii table yetu.
result zetu sasa hivi zitaonekana kwa mfumo huu, maana tulitengeneza table. Tayari tuna haya majibu yetu ambayo yameshatenganishwa hapa. Kwa hiyo unachoweza kukifanya kuanzia hapa, unaweza ukaja ukakopi sasa tena haya majibu yetu hapa yote kama yanavyoonekana hapa, alafu tukaenda kuyapaste kule kwenye fomu yetu ile ya awali. Tukaenda kuyapaste kwenye hii fomu yetu hapa. Sasa kwa sababu hapa tayari kuna hizi data, na mimi sasa hivi nimekuja na data zile zikiwa zimetenganishwa, maana yake hizi nitazifuta hapo, alafu nitakuja kupaste kwenye hii kwa hiyo hapa sasa naweza nikaendelea na analysis, nikaamua nikaondoa hii table, mfumo wa table, nikaendelea na analysis yangu, tayari majibu yakiwa yametenganishwa kwa mfumo wa column, kila moja column inajitegemea. Kwa hiyo tumeweza kuyatenganisha yale majibu yetu ambayo yalikuwa yametenganishwa kwa koma, sasa sisi tumeyatenganisha kwa column kwa sasa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya ili kuyatenganisha haya majibu yako wakati wote unapopata hii changamoto. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Naomba uendelee kufuatilia mafunzo yetu. Usisahau pia kuacha komenti yako kama kuna changamoto yoyote umekutana nayo, ili tuweze kuifanyia kazi.